Kila kijana ana ndoto. Ndoto ya kusoma, kufanikiwa, kusaidia familia na kuibadilisha jamii yake na taifa kwa ujumla. Acheni ngono zembe, nyie bado ni wanafunzi. Someni, kila mtu aweze kutimiza ndoto zake. Asante. Lakini katikati ya ndoto hizo, baadhi ya vijana hukumbana na changamoto ambazo zinaweza kuzima ndoto zao. Mojawapo ya changamoto hizo ni ukatili wa kijinsia, mimba katika umri mdogo, ukosefu wa taarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi na stadi za maisha za kuwawezesha kufanya maamuzi sahihi. Vijana kusababisha au kupata mimba za utotoni ni kwamba hatuna elimu sahihi kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi. Hatuijui miili yetu. Hatujui kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa wakati sahihi. Hapa ni shule ya sekondari Mnarani iliyopo manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, ambapo umefanyika mdahalo maalum wenye lengo la kuwajengea uelewa vijana ambao ni wanafunzi wa shule hii ili kuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto zilizo mbele yao. Lakini kitu kingine natamani tuongee kuhusu changamoto ya mimba katika umri mdogo. Wengi tunapenda kuziita mimba za utotoni, lakini mtoto hapati mimba. Mdahalo huu umeandaliwa kwa ushirikiano wa mashirika manne yanayofanya kazi kwa ukaribu na vijana, ambayo ni Hope for Youth Development, Teens Corridor, Urafiki Girls na CDI, ambapo matarajio ni wanafunzi hawa kuwa na uelewa wa kutambua haki na wajibu wao ili kuhakikisha wanakuwa salama na kutimiza ndoto zao. Tumekuwa hapa na mjadala mzuri pamoja na wanafunzi wa kike na wa kiume kujadili kuhusiana na masuala yanayohusu afya ya uzazi na kwa namna gani wanaweza kulinda afya zao na kuweza kutimiza malengo yao. Tulikuwa hapa na tumefanya mjadala mzuri kuhakikisha kwamba watoto wa kike pamoja na wa kiume wanabaki shuleni wakiwa wenye afya na kuweza kutimiza malengo yao ya baadaye. Tunashukuru sana uongozi wa shule, tunashukuru sana wanafunzi kwa ajili ya kuungana pamoja na sisi, kuuliza maswali mazuri, kuchangia yale mambo ambayo wanayajua kuhusu afya zao. Mdahalo huu utafunua wigo mpana katika vijana wa shule hii na mwisho wa siku tutajikuta tuko katika mwelekeo sahihi unaohitajika katika maisha ya kila siku. Tunashukuru sana kwa huu mdahalo ambao tumepata shuleni kwetu hapa. Kwa nilichojifunza leo ni kujifunza kusema hapana kwa watoto wa kiume na wa kike katika mazingira hatarishi ili tuweze kufikia malengo yetu na tuweze kutimiza wajibu katika taifa. Tumejifunza vitu vingi. Mojawapo ya vitu tulivyojifunza ni kuhusu kutokujikita katika mahusiano tukiwa bado wadogo, maana ukiwa bado mdogo mahusiano yana madhara mengi. Kama kwa wasichana wanaweza kupata mimba za utotoni, pia kwa sisi wavulana tunaweza tukapata magonjwa ya zinaa, pia tunaweza kupata magonjwa mbalimbali, kwa mfano ukimwi, kisonono. Wanafunzi wengi sana walikuwa hawana elimu hii. Kwa mdahalo huu pia umewasaidia wanafunzi hao kupata hiyo elimu, na pia taifa litapata nguvu kazi. Kwa hiyo wito wetu kwa wanafunzi umekuwa ni kuhakikisha kwamba wanajali ndoto zao, wako katika umri ambao wanahitaji kusoma kwa bidii, kuwasiliana na wazazi, kuwasiliana na walimu, kusimama kidete katika kuhakikisha kwamba wanatoa taarifa pindi pale ambapo wanakuwa wanagasiwa na wanaume, lakini pia wanakuwa wanagasiwa na ndugu, jamaa, kwa sababu tunaamini ukatili unafanyika majumbani kote. Kwa hiyo tumewaasa vijana kutokalia kimya ukatili na changamoto zote na sababu ambazo zinapelekea wao kupata mimba katika umri mdogo. Niombe tu next time pata nafasi mje. Hao watoto wanatakiwa kufundishwa na kushauriwa kila dakika, kila saa, kila wakati. Tukiwaacha baadhi yao wataishia njiani na ndoto zao hazitatimia. Mdahalo huu umefanyika Jumatano Juni 4 mwaka huu 2025, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya hedhi salama duniani ambayo hufanyika kila mwaka Mei 28. Hivyo wadau kutoka mashirika haya ambayo ni Hope for Youth Development, Teens Corridor, Urafiki Girls na CDI wametumia maadhimisho hayo kutoa elimu kwa vijana mashuleni. Mwandaaji na msimuliaji ni mimi George Binagi, JB Pazo.